na Judith pika pakua, kama kwa mjui sasa. Wanaishi pika pakua. Umemwona wallpaper? Basi huyo ndo wanaishi kabisa. Mwanzoni walikuwa Judy amenani anaishi kivyake na Dominic anaishi kivyake, lakini sasa hivi wanaishi pika pakua. Na nimempiga screenshot. Hebu share na mimi hiyo screenshot basi. Nitumie DM hapo nikishuka niichungulie. Doli anasema kwa room of jeans ila sio sawa, yuko sawa. Doli ni mzuri jamani. Tatizo tu ni mfupi, alafu ana kashepu kazuri, basi watu sana kutumia sawa cha ana kashepu kazuri kuliko Judith. Tatizo watu wanamlinganisha Judith na Doli. Au ni watu wawili tofauti. Kila mtu amemuumba Mungu kivyake. Mimi kaniumba kivyangu, mwingine kaumba kivyake. Kwa hiyo usitake mtu afanane na yule au kuwashindanisha. Hapana. Kila mmoja afaa kwa urefu wa kamba yake. Kerizalina akasema watesi wachague. Haya, watesi chagueni. Tupe umbea. Yes, no, tumeshalipiwa na Nana, ametudhamini umbea tunaoongea sasa hivi. Huyo ni tajiri Nana akasema hapana, watesi wasikae kinyonge, mimi nalipia. Kalipia. Haya, ankoti gari. Okay, Mbea Taifa niko hapa. Wambea wamesema wanahitaji tuzungumze story ya ankoti gari. Sasa na mimi naiongea hivi. Story watu wameshaiona sana. Kuanzia wiki ijayo tulishaizungumza, lakini nataka sasa hivi nikutilie nyama, nikutilie story ya ankoti na Nifa. Kwanza, msimamo wa ankoti uko pale pale kwamba lile gari Nifa hana. Lakini mimi nataka nimwambie, mbona nimeona lile gari jana Nifa anaendesha lile gari, amemwendesha mdogo wake yuko nyuma yake na Subaru ile Forester. Alafu Nifa yuko mbele na ile Range Rover yake. Ile Range Rover discuss news kwamba inamsumbua. Range Rover ile ni mbovu na Nifa ni mwanamke. Mimi ikimsumbua ile gari sina shida naye sana kwa sababu Nifa sumu hapana, kumekucha. Watesi. Ngoja nimwangalie ni ule au ni mwingine kwanza. Huyu mwingine sasa wake. Kumbe anapitaga wawili. Yule mwingine ni mweusi. Unagana. Yule hajapita. Kumbe huyu ni mwingine. Huyu sijamzoea. Yule mwingine wa mwanzo ndo nimemzoea. Haya. Kwa hiyo basi, Nifa lile gari bwana amenalo. Sema anachanganya kitu kimoja. Kuna muda anaposti gari la gold, kuna muda anaposti gari la silver. Hapo mimi ananikoroga hapo. Natafuta mtu wa karibu hapo anipenyeze. Kwa nini anabadilisha hayo magari kwa wakati mmoja? Kwa nini sasa hivi umeona kama hili hapa? Hili gari aleka Snapchat. Hili ni rangi ya gold, ya silver. Jana anaendesha gari, mdogo wake kamtanguliza mbele jamani. Usikute ni screenshot kwenye simu hii hapa, nitaliaje? Simu ya umbea na screenshot. Naenda nadhani itakuwepo bado. Jana wakati anarekodi video na mdogo wake Snapchat, kapost ile gari la gold ambalo tunajua lile gari ndo namba alinunua, namba C, akaeka plate number. Ukitoa ile plate number, ukitoa ile plate number ile imeandikwa Nifa 3, zile plate number zinalipiwa. Zile plate number zinakuwa, unaweza kununua gari hata namba A enzi za Nyerere huko, lakini ukalika ile plate number yako, jina lako halijui, watu hawajui kwamba ile gari kumbe ni la zamani, wanajua lipya. Kwa hiyo faida ya plate number namba 1, Nifa alinunua gari la enzi zile, gari liloingia Tanzania lilisajiliwa enzi Kikwete akiwa rais, akaitoa dada anavyojua kujibrand, akaeka plate number ya jina Nifa 3, watu wakajua gari jipya. Na mimi mwenyewe amenichota kabisa nikajua gari jipya, kumbe gari lilikuwa na namba C. Sio mbaya jamani kujibrandi. Nifa katika watu ambao wanajua kujibrandi, Nifa ni namba 1. Yaani anaweza kujibrandi ukaona leo ameamka hana hela chupi. Kidogo niseme kidogo nitukane. Watesi tushasema hii live ni haina matusi. Hii live ni ya watu ambao wasomi. Maana huyo msemo nimezoea kusema jamani, nimezoea kusema mtu ana hela anaitwa chupi tako. Yaani hapo alipo alikuwa anaweza kawa Nifa hana hela, yani chupi tako, lakini akajibrand ukamuona ana hela.
Watesi mniuye razi hapo. Hiyo ni kauli ambayo mimi nimezoea kutaniana. Nilikuwa nimezoea kutaniana na watu. Kwa hiyo Nifa amejibrandi, gari kanua ndio si, lakini aliwatikisa wa Mbeya, aliwatikisa watesi wake kwa kuonyesha kwamba ile gari ni jipya sijui mnaelewa. Milioni 250, lakini ameweza kuwafunga watesi wake midomo, watu wakajua Nifa kanua gari jipya, Nifa kanua jamani, watu wakateseka roho juu. Sasa hivi anatusumbua wa Mbeya wengi. Anaposti gari la Simba, alafu kuna muda anaposti gari la Gold. Sasa sijui ni gari la zamani au ni gari la mtu alimpa, alafu plate number ni ile moja, Nifa number 3. Ina maana plate number, ina maana ana magari mawili, labda anatoa plate number huku, au moja ni la kwake, moja ni la kukodisha. Nifa kwa kujibrandi mama yuko juu, nimenyosha mikono juu. Kwa hiyo kuna moja labda ni la kukodisha, moja ni la kwake. Na hilo gari ambalo anaendesha la Gold ambalo tumemwona juzi ameungana na Subaru wa mdogo wake, lile gari ni bovu, na Nifa anamwambia mdogo wangu, hebu tafuta mwanaume akusaidie. Kuna vitu mwanamke uwezi, unavyoendesha range ni matatizo. Kama uwezi kulihudumia range, sio kulihudumia kwa pesa, unataka kuna kitu fulani kikuonyesha, unajua kabisa hii kuna kitu kinasumbua. Mwanaume ndo anakuwa anajua mambo hayo. Nifa, sasa wewe ni mwanamke, huwezi kufuatilia vitu hivyo vidogo. Unatakiwa una mwanaume anakusaidia. Kuna mwanaume ana play part yake. Jamani, faida mwanaume si tu kuwa na mwanaume anakepato akupe hela kudume. Kuna mwanaume anakusaidia, kuwa na mwanaume anaweza kukusaidia. Kuna vitu vidogo anakusaidia. Unaambia gari za dashboard kwenye zile gari ninawaka zote, kwa sababu halipati service nzuri, halipati huduma. Nifa kisketch kinalia, naona kawaida. Kumbe unalizidi kuliharibu gari kwa kuwa wewe hulihudumii. Wewe unachukua tu, mimi naendesha gari basi. Bahati mbaya labda Nifa. Mimi ni black, wewe ni mrembo sana, sema tako na mimi tako la nini sasa? Nimekuwa Nicole. Mbona mimba ya Zuchu haionyeshi kama ile video jamani? Waafu nimeshagundua watu wengi ambao wanasema mimba ya Zuchu haionyeshi kama ana mimba ni watu ambao hawajakubeba mimba. Mimi nimekaa na mimba mpaka miezi 5, hakuna anayejua kwamba mimi nina mimba. Yaani tukikutana hivi nimevaa nguo zangu tena mnapopenda kuvaa mangoma kubwa, wanaona Kelly ana mimba. Lakini tumbo lilikuwa kubwa, ila ikishaanza kuingia mwezi wa 6 Zuchu mtamwona amekata mguu wake. Mtakuwa mnaona video mwisho hapa. Na tena mwisho hapa wenye kujua pua, macho, sura, wanajua kabisa ni mjamzito. Watu mbona wakimwangalia nayo? Yaani sisi ambao tuna nani? Watu ambao tumebeba ujauzito experience tunajua kwamba yule ni mjamzito au sio. Mimi mwenyewe watu walishtuka na mtoto. Huyo umeona? Ndio hivyo. Alafu nimejua wanaouliza ni watu ambao hawajakuwa experienced. Yaani nipe namba yako, itakuwa nakupa video za master kibao tuzipige. Okay, namba ni hiyo hapa 0752117111 kwenye ile track. Kwa hiyo basi Uncle T nizungumzie hapo kwa tulisema Uncle T naungana na Nifa. Bado kuna ushindani wa magari unaendelea mjini. Wewe kama ni mtu wa mjini lazima umiliki eti Prado. Tena Uncle T anatamba kabisa Prado 0 kilomita. Jamani, mimi niliposikia ile habari nikasema hapana, Uncle T hii gari amekopa. Kama sio kukopa basi amelipa kidogo mpaka kamaliza. Tunawajua mastaa wafanya biashara wakubwa kuanzia Nifa, kuanzia Uncle T wanacheza michezo ajabu. Sijui wakina Juma, yani ambaye mimi sichezi mchezo ni mimi, kina Mariam Swazi, sijui kina Feti, wana michezo haijawahi kutokea. Mimi tu ndo peke yangu nimeshikuta, sijui sipendage kwenda tu na watu maarufu wanavyoenda na mimi sitaka kwenda. Mimi naenda kama watu wa kawaida. Jamani, najua watu kawaida nyinyi kweli mnacheza michezo, lakini michezo yenu ni midogo. Wewe ukiambiwa Uncle T anacheza mchezo wa milioni kwa siku, msimuone ana biashara ya ile biashara ya lip by Uncle T ile. Usione ana genge huru, usione ana ile nywele. Kwa siku ana michezo. Sio tu kwa nani? Kwa Mariam Swazi, sio tu kwa Mariam Swazi basi mpaka kwa Antezeki. Kwa hiyo mbona ananua gari 0 kilomita? My dear friend, jua ni hela ya mchezo. Kwa hiyo milioni kwa siku mtoto, kuna muda wakikaa hivi vichwa vinawauma. Msione kuna muda wanatoka nyumbani wanaenda kukaa apartment wanapumzika. Wewe mimi sitaki hizo stress jamani. Hapana. Milioni kwa siku, kuna siku utashikwa tako. Yaani wewe milioni kuipata kwa siku kuna siku una stress. Unaona ukiongea wale kuna muda unaona kama akili haziko sawa, kumbe ni wao wenyewe wanatengeneza matatizo. Bipolar, yani wasanii wengi wana michezo. Watu maarufu wengi wana michezo. Kwa hiyo
Mimi ni kumuona Ankoti kafanya mafanikio is not bad, ni jambo zuri kwa sababu anapigana kwenye michezo, anapigana kwenye biashara. Kwa hiyo ukijua unataka michezo, jua na kutafuta hela. Michezo inahitaji sasampa. Michezo inahitaji hela. Msimuone Ankoti amenunua gari 0 kilomita, gari limekuja na makaratasi yake. Jamani, kapigika hela. Mliona pale alienda kwa Mariam Swazi, alipewa milioni 300. Na kwenye gari amenunua kwa sababu ya michezo na biashara. Michezo kuna muda sometimes inasaidia, lakini ucheza mchezo ambao unaumudu, usicheze mchezo ambao unaumudu. Kwa hiyo mimi najua kabisa anaweza kumudu kwa sababu hizo milioni kwa mwezi, kwa siku, hela ndogo. Akienda Gengeuru anakusanya, akienda kwenye lip balm anakusanya, akienda kwenye nywele anakusanya. Na nywele Ankoti mnajua moja bei gani? Yaani akiuza nywele anaweza kukaa wiki nzima hajauza nywele na akawa na maisha mazuri. Urafiki wa Ankoti na Dulvan kwanza umenichangaza. Kwa sababu gani? Urafiki wa Ankoti na Dulvan umeungana ni kwa sababu ya kumtesa mtesi. Yaani wao ni watesi wa Nifa. Na wao wamekuwa wakimpiga madongo live. Ndio maana Nifa anakasirikaga, anaendaga anaandika kama kwenye huo ujumbe kwenye gari alivyoandika, kati anampa gari mdogo wake, anaambia mjusi kafiri, hizi ni kontena 2 za kwenye biashara yako. Yaani thamani ile gari ni kontena 2 za biashara yake. Alimpiga dongo Ankoti. Kwa hiyo Ankoti kaungana